Amen. Majina yangu naitwa Zebedayo Mganga. Hii ni Tumebarikiwa Media and Ministry. Leo Roho Mtakatifu ametupa neema kukuletea ujumbe unaosema mambo anayoyafanya Yesu ukiwa hauoni. Mambo anayoyafanya Yesu Kristo ukiwa haujui. Katika maisha haya yako mambo mengi sana ambayo Yesu huwa anayafanya ambayo wewe huyafahamu au huyaoni. Kuna mambo mengi sana ya siri. Kuna ajenda nyingi sana za siri huwa Yesu huwa anazipangua ikiwa wewe haufahamu. Kuna mambo mengi sana ambayo Yesu huwa anakufanyia ukiwa wewe haufahamu. Ndio maana kutoka kumshukuru Mungu ni dhambi. Kwa sababu Mungu anafanya mambo mengi sana ambayo wewe hauyafahamu. Anafanya vitu vingi sana ambavyo kama ungejua basi ungeweza kumshukuru. Sisi wana wa Mungu ni kama watu wanaosafiri kutoka Misri kwenda Kanaani. Na hapa katikati kuna jangwa. Hapa katikati kuna nyoka za moto. Hapa katikati kuna wanyama wakali. Hapa katikati kuna mambo chungu nzima, kuna maudhi, kuna mambo yanayotisha, kuna majitu, kuna wanyama, kuna vitu viovu, kuna changamoto mbalimbali, kuna maovu mbalimbali, kuna vitu vingi sana ambavyo vinatuwinda, vinatutafuta, vinataka kutuangamiza sisi. Lakini yote haya Yesu anayasolve bila sisi kujua. Yesu anasimama bila sisi kujua. Ndio maana leo hii ameniambia nije nikwambie mambo ambayo anakufanyia bila wewe kujua. Ukishajua haya itakuwa ni rahisi sana kumshukuru. Inawezekana ni miongoni mwa watu ambao wanalalamika, Mungu mbona uko mbali? Mungu mbona hujanifanyia 1 2 3? Lakini haujui mambo ambayo anakufanyia bila wewe kujua. Ndio sababu niko hapa niweze kukwambia mambo ambayo anayafanya ikiwa wewe haujui au bila wewe kuona. Yohana 17, Yesu hajatuombea tutoke katika jangwa hili. Ametuombea tuendelee kuwepo katika jangwa hili kwa sababu ana uhakika yuko pamoja na sisi katika yote tunayopitia. Ndio maana kutomshukuru Mungu ni dhambi, kwa sababu yapo mambo mengi sana ambayo Mungu anakufanyia. Sasa leo niko na wewe ambao unalalamika. Inawezekana katika maisha haya umekuwa ukilalamika, umekuwa ukimuuliza Mungu, umekuwa ukinungunika, umekuwa ukimlaumu Mungu. Mungu mbona hujafanya hivi? Mungu mbona hujanitendea hivi? Mungu mbona hujanijibu hili? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona kwa nini mimi? Bila kujua kwamba yako mambo mengi sana ambayo Mungu anayafanya ambayo wewe haujui. Yako mambo mengi sana ambayo Mungu anayafanya bila wewe kufahamu. Mambo hayo leo nimekuletea mambo machache ambayo Mungu huwa anakufanyia wewe ukiwa hujui au ukiwa hauoni. Ukishajua basi uwe radhi, uwe mwepesi kumshukuru Mungu kwa sababu anayafanya bila kukuhusisha wewe. Jambo la kwanza ambalo Mungu analifanya huwa ni kukutetea. Katika maisha haya yako makosa mbalimbali ambayo tunayafanya. Mfalme Sulemani alisema kwamba hakuna mwanadamu asiyekosa. Kila mwanadamu anayemfahamu ana makosa. Kuna vitu wanavifanya ambavyo haviendani na matakwa ya Mungu, ambavyo haviendani na mapenzi ya Mungu. Tena maandiko yasema kwamba shetani mshtaki wetu yuko bize akipeleka mashtaka mbele za Mungu. Sasa yale mashtaka, kumbuka kwamba kila kosa unalolifanya lina adhabu yake. Je, Mungu angehesabu kila unachokifanya aweze kukuadhibu, leo hii ungeweza kusimama? Lakini yako makosa mengi ambayo tunayafanya, kuna vitu vingi ambavyo tunakosea, tunavifanya tofauti na vile Mungu anavyotaka. Sasa kwa maana hiyo, shetani yule mshtaki wetu huwa anapeleka mashtaka mbele ya mahakama ya mbinguni kwamba Mungu, mtazame mtumishi wako huyu. Mungu, mtazame mtu huyu amefanya hivi. Mungu, mtazame mtu huyu amevuna masuke siku ya Sabato. Mungu, mtazame mtu huyu amemtoa ng'ombe kwenye shimo siku ya Sabato. Mungu, mtazame mtu huyu tumemkamata akiwa anazini na mwanamke. Sheria inasema 1 2 3, tumfanyeje? Sasa anachokifanya Mungu, ukishakuwa ndani yake, ukishakuwa mtoto wake, yeye huwa anasimama kukutetea. Huyu ndio yule ambaye mimi nilimfia. Huyu ndio yule ambaye mimi niliteseka kwa ajili yake. Huyu ndio ambaye mimi nilibeba dhambi zake. Huyu ndio ambaye mimi nilichukua hukumu zake. Huyu ndio yule ambaye hukumu zake ziliandikwa kwenye msalaba pale juu kwamba nimeyabeba makosa yake yote na hukumu zake zote. Sihalalishi dhambi, lakini ujue kwamba wewe unakosea katika maisha haya. Je, kama Mungu angehesabu kila kosa unalolifanya aweze kukuadhibu, siku hii ya leo ungeweza kusimama? Sasa upunguze kumlaumu Mungu, badala yake umshukuru kwa sababu Mungu anakutetea katika mambo mengi ambayo unayafanya, katika mambo mengi ambayo unayakosea. Mungu yuko bize kukutetea wewe. Ndio maana Ayubu akasema kwamba mtetezi wangu yu hai. Kwa hiyo Mungu yuko siku zote kukutetea wewe, na iwe kwako katika jina la Yesu Kristo. Kila unachokipitia, kila hali ambayo adui amekushtaki kwayo, Yesu asimame kama mtetezi wako kuanzia sasa na akupe ushindi kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Ni mambo gani ambayo unayapitia? Ni mambo gani ambayo yako kwako? Ni mambo gani umeshtakiwa kwayo? Ni mambo gani watesi wameyachukua na kwenda nazo kwenye mahakama za mbinguni? Na kuombea sasa Mungu akupe neema na kukutetea katika jina la Yesu Kristo, ili kila lolote ambalo ni shtaka kwako likaweze kufutwa kwenye mahakama ya mbinguni. Amen. Jambo la pili ambalo Yesu huwa analifanya ukiwa haujui. Jambo la pili ambalo Yesu huwa analifanya ukiwa hauoni, huwa anakuwa wakili wako. Wakili ni nani? Wakili ni mtu anayesimama kwa niaba ya mtu fulani.
ni mtu anayesimama katika mahakama au ni mtu anayesimama sehemu fulani kwa niaba ya mtu mwingine. Ni mtu anayesimama kwenye nafasi zetu. Badala ya wewe kwenda kusimama, yeye huwa anasimama yeye na kukuongelea wewe na kukutetea wewe na kukusimamia wewe na kukusemea wewe. Ni mambo gani unashtakiwa kwayo? Ni mambo gani unakosea? Ni mambo gani mazito kwako? Ni mambo gani yamekulemea kwenye ndoa yako? Ni mambo gani yamekulemea kwenye kazi? Ni mambo gani unayapitia ambayo unasema ni magumu? Ni mambo gani ambayo adui ameenda nazo kwenye mahakama za mbinguni? Ni mambo gani ambayo kwako yamekushinda? Ni mambo gani ambayo wewe huwezi kujitetea, umefika mwisho, umefika kikomo? Niko hapa kukwambia kwamba yuko Yesu Kristo ambaye ni wakili wako. Niko hapa kukwambia kwamba yuko wakili ambaye anasimama kwenye ulimwengu wa roho ili kuweza kusimama kwa niaba yako, ili kuweza kuongea kwa niaba yako, ili kuweza kusema kwa niaba yako. Ni mambo gani ambayo umefungwa kwayo kama Baraba? Yesu alibadilishana na Baraba kwamba badala wewe ufungwe, yuko hapa Yesu ambaye anasimama kwako. Yuko hapa Yesu ambaye anabadilishana na wewe katika hukumu hizo. Yeye anasimama nafasi yako. Yeye yuko tayari kukutetea kila kifungo ambacho kiko kwako. Yeye yuko tayari kusimama kwa niaba yako. Yuko tayari kusimama kwa ajili yako. Yuko tayari kusimama ili aweze kukutetea. Kama nilivyosema kwamba mimi nimefanyika maskini ili nyewe muwe matajiri. Kwa hiyo Yesu yuko tayari mahali unakopita kwenye changamoto ya uchumi, mahali unakopita kwenye changamoto ya kazi, mahali unakopita kwenye changamoto ya biashara, mahali unakopita kwenye changamoto ya kipato, yeye yuko tayari kufanyika maskini ili wewe uweze kuwa tajiri. Yuko tayari kufanyika maskini ili wewe uweze kupata kipato, ili uweze kupata riziki za kila siku, ili wewe uweze kupata mahitaji yako ya kila siku. Maandiko yanasema kwamba yeye ni mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu. Anaposimama kama wakili, sisi hatupungukiwi na chochote. Anaposimama kama wakili kwenye nafasi ya uchumi, hakuna chochote ambacho unapungukiwa. Unakuwa ni mtoshelevu katika kila sehemu na katika kila kitu. Inawezekana kuna sehemu unapita unalia, unasema Mungu, hiki ni kitu gani? Mbona kimeniganda? Mbona kimenishika muda mrefu? Kumbuka yeye anasimama nafasi yako, tayari alishalia kwa niaba yako, tayari alishalia kwa ajili yako. Kwa hiyo usilie tena, yuko anayelia kwa niaba yako. Yuko wakili ambaye anakutetea wewe. Yuko wakili ambaye anasimama kwa niaba yako. Yuko wakili ambaye amebadilishana na wewe. Hataki tena wewe ulie. Tayari alishalia kwa niaba yako. Tayari alishafanya, tayari alishasimama kwenye nafasi yako. Kwa hiyo ni nafasi yako wewe kumshukuru katika hilo unalolipitia. Mwambie Yesu asante kwa sababu wewe ni wakili wangu. Mimi sitaongea, mimi sitasimama. Wewe utasimama kwa niaba yangu. Katika hilo jambo unalolipitia, mwambie Yesu asante kwa kuwa wewe umesimama kwa niaba yako. Asante kwa kuwa wewe uko kwa niaba yangu. Ninatamka katika jina la Yesu Kristo, mahali popote ambako wewe umetishwa mzigo, Yesu asimame badala yako. Kila jambo ambalo limekulemea wewe, kila neno ambalo limekuwa zito kwako, ninakuombea Yesu asimame kwa niaba yako katika jina la Yesu Kristo. Mambo gani Yesu huwa anayafanya nikiwa sioni? Mambo gani Yesu huwa anakufanyia ikiwa haujui? Jambo lingine ambalo Yesu huwa anakufanyia ukiwa haujui, jambo lingine ambalo Yesu huwa analifanya pasipo kukutaarifu au kukwambia wewe, anakuwa ni msemaji wako. Katika mifumo ya ulimwengu huu, katika kila taasisi unayoifahamu hapa duniani, kunakuwa na mtu ambaye anaitwa ni msemaji. Hata serikali yetu yuko mtu anaitwa msemaji. Msemaji ni nani? Msemaji ni mtu ambaye anatoa taarifa kwa ajili ya mtu mwingine. Ni mtu ambaye anamsemea au anasemea taasisi. Yeye yuko tayari kutoa maelezo yoyote ambayo yanahusiana na taasisi. Sasa katika ulimwengu wa roho, Yesu huwa anasimama kama msemaji. Yako mambo mengi sana ambayo unatakiwa kwenda mbele za Mungu kujitetea au ambayo unatakiwa kwenda mbele za Mungu na kuyapeleka. Lakini Yesu anasimama kama msemaji, anaenda kukusemea wewe. Wako watu wengi sana ambao wanafanya vita juu yako. Wako watu wengi sana ambao wako kinyume na wewe. Lakini Yesu yuko bize kukutetea wewe. Yesu yuko bize kukusemea wewe ya kwamba pana, huyu hastahili hili, huyu hatakiwi kufanyiwa hili, huyu hatakiwi kupita hapa, huyu hili sio fungu lake, huyu hatakiwi kupita 1 2 3 kwa sababu nishamaliza mambo yake. Yuko bize siku zote kukusemea. Kuna watu wanapeleka mashtaka kila siku. Kuna watu wako bize siku zote kukusemea mabaya. Yesu yuko bize kukusemea mazuri. Yesu yuko bize kumwambia Mungu, huyu mimi nilikufa kwa niaba yake. Huyu anatakiwa kufanikiwa. Huyu anatakiwa kwenda mbinguni. Huyu anatakiwa kustawi. Huyu anatakiwa kukua. Huyu anatakiwa kuwa na ndoa nzuri. Huyu anatakiwa kuwa na nguvu. Huyu hatakiwi kulia. Huyu anatakiwa kuwa na amani. Huyu anatakiwa kuwa na furaha. Huyu anatakiwa kuvuka hapa. Yuko bize kukusemea wewe katika ulimwengu wa roho. Viko vitu vingi sana ambavyo ulimwengu wa giza huwa anasema kwako. Unajua ni nani anayekusemea wewe kwenye mahakama za mbinguni? Unajua ni nani anayekusemea wewe kwenye mbingu? Yuko Yesu Kristo ambaye ni msemaji wako. Yeye yuko bize kukusemea wewe. Siku moja Haruni na Miriam walikuwa namsema Musa, walikuwa namteta Musa. Lakini angalia ambavyo
Mungu alimtetea, Mungu alimsemea. Ndivyo ambavyo iko kwako pia. Vile ambavyo ulimwengu wa giza uko bize kusema mambo mabaya kwako, lakini Yesu yuko bize kukusemea mazuri kwa Mungu. Yuko bize kukusemea mazuri kwenye ulimwengu wa roho. Lakini Yesu yuko bize kukusemea wewe mazuri juu yako. Ndio maana sio vizuri wewe unajisemea mabaya, kwa sababu yuko naye kusemea mazuri. Sasa haipendezi Yesu kusema wewe umebarikiwa, unatakiwa upate baraka, alafu unasema nimelaniwa. Haipendezi Yesu kusema kwamba unatakiwa ushinde, alafu unasema mimi nimeisha au nimeshindwa. Haitakiwi ukata tamaa, kwa sababu yuko naye kusemea mazuri juu yako, ambaye ni Yesu Kristo. Sasa ndugu yangu, ili Yesu aweze kuwa mtetezi wako, ili Yesu aweze kukusemea, ili Yesu aweze kuwa msemaji wako, ili Yesu aweze kuwa wakili wako, kiko kigezo kimoja ambacho inatakiwa uwe nacho. Kumbuka, Mungu hana upendeleo, lakini Mungu ni selective. Kuna vitu ambavyo Mungu ameviachilia kwa watu wote. Kwa mfano, ikinyesha mvua, inanyesha kwa kila mtu. Lakini pia jua linapowaka, huwa alichagua linawaka sehemu zote. Lakini pia Mungu hatoi pumzi kwa watu wazuri tu. Mungu ni maandiko yanasema kwamba ni Mungu wa wote, wema na wabaya. Lakini kuna vitu vingine Mungu havifanyi kwa watu wote. Mungu yuko selective. Kuna vitu vingine Mungu havifanyi kwa watu wote. Lazima uingie kwenye agano. Lazima ukubaliane uwe pamoja na yeye. Lazima umkubali awe Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Lazima umwamini kwanza. Lazima uingie agano kwa kumwamini na kumkubali kwamba yeye awe Bwana, awe kiongozi, lakini pia awe Mwokozi, awe msaada kwenye maisha yako. Au kifupi, ni lazima ukubali wokovu. Sasa ninaokokaje? Namna ya kuokoka, ninaomba uingie kwenye YouTube channel yetu inaitwa Tumebarikiwa TV. Tafuta video inayoitwa Maana na Faida za Kuokoka. Hapo nimeeleza kwa kina maana ya wokovu na namna ya kuweza kuokoka. Kuokoka sio jambo zito ambalo utasema kwamba nani ataenda kunichukulia au nani atanifanyia. Ni jambo jepesi kuliko kunywa maji. Kuokoka ni jambo jepesi sana kuliko kuvuta hewa. Na kuombea katika kila changamoto unayoipitia, Yesu Kristo awe mtetezi wako. Kila changamoto ulio nayo, kila mzigo ulio nao, kila hali mbaya iliyo juu yako, kila maovu yaliyotumwa kwako, kila watu walioinuka kwako, ninakuombea saa hii Yesu akakutetee, Yesu akakupiganie, Yesu akakusimamie, Yesu akakusemee, Yesu akawe wakili katika ndoa yako, katika biashara yako, katika kazi yako, katika uchumi wako, katika kipato chako, kwa watoto wako na kila sehemu ambako unahitaji msaada wa kiungu. Amen. Kwa huduma, ushauri na msaada, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Tumebarikiwa TV, au tupigie moja kwa moja kwa namba 0755 94 47 47. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia vipindi vyetu hapa Tumebarikiwa Media and Ministry. Amen.